milele. Jazaan bima kanu yaamalun, ni kilipo kwa wale mabaya wakiyafanya. Na wacheke kidogo hapa, cheka kidogo hapa tu basi. Miaka yako hapa itakuwa 60, 70, 100, 110 basi, hamna zaidi. Na umecheka nini? Ikiwa unakwenda kulia milele, umecheka nini? Hukucheka kitu kwa hakika. Lakini aliyecheka vizuri zaidi ni yule ambaye amecheka mwisho. Mwanzo kalia, mwanzo kapata tabu, mwanzo kahuzunika, lakini baadaye akaja kafurahi milele. Huyo kacheka vizuri zaidi huyo. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam anawaonya na kuwaasa wafuasi wake kwa kuambia, la tukthir min adh-dhahiki, wacha kukithirisha kucheka sana duniani, kwa sababu hapa sipo pahala pa kucheka hapa. Fa inna kathrata adh-dhahiki, hapa duniani wingi wa kicheko kuna hatari moja, tumitul qalb, kuna uwa moyo. Moyo wako utakufa, imani yako itapungua, utakuwa mpumbavu. Neno kwa neno unacheka, na unacheka mpaka unakamata mbavu kwa maana unaumia. Hapa kimekuchekesha nini duniani wewe mpaka kuzuia mbavu kwa umecheka sana naumia? Hapana, hapa cheka kidogo kiasi cha hali tu basi, lakini kicheko hasa cha furaha utacheka katika maisha ya milele. Hapa kwa hakika si hapa kucheka, hapa cheka kidogo tu. Wa baada at-tadhkiri bihadhihi an-ni'ami, tukiingia sasa katika aya nambari 5 na aya nambari 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumtajia mtume wake neema hizo zumtajia, dhakara Allah Ta'ala, akamtajia Mwenyezi Mungu mtukufu, anna dhalika jarin ala waqfi sunnatihi, kwamba hayo yote alomtajia yanapita juu ya mwenendo wake Mwenyezi Mungu aliyoweka, min iradil yusri, katika kutaka wepesi, baada al-usri, baada ya uzito. Hii ni katika min sunnatillahi, mwendo wake Mwenyezi Mungu mwenyewe, na huwezi kupata mwendo mwingine isipokuwa mwendo ni huo. Lolote ulilonalo baya sasa hivi ujijue tu kwamba unapita katika mwendo wa Mwenyezi Mungu aliyoweka. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo wake mwenyewe kwamba baada ya dhiki na kuja faraja vile vile. Anza kujitizama tangu familia yako tokea nafungua macho, wale wazee wako, unakwenda skuli na chuoni ukiwa huna pesa moja mfukoni. Tizama kwanza umelelewa vipi, lakini hatimaye baadaye wewe umekuwa nani sasa hivi, na unamiliki nini sasa hivi. Basi hii ndiyo kawaida yake Mwenyezi Mungu, baada ya uzito unakuja wepesi baadaye. Yani min iradil yusri ba'da al-usri, katika kutaka wepesi baada ya uzito. Faqala raddan ala al-mushrikina, sasa Mwenyezi Mungu amesema maneno haya katika hali ya kuwajibu washirikina, alladhina, washirikina ambao kanu yu'iruna Rasulullah, walikuwa kimwaibisha mtume wa Mungu, kumfanya awe mnyonge, awe hana furaha, awe kajikunja kila siku. Walikuwa kazi yao ni kumcheka na kumtukana na kumwaibisha bil faqri, wakimwaibisha kwa kumtajia ufakiri. Nenda huko maskini ya Mungu, wewe uweze nini wewe na wale kuamini. Basi yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe kama kuna pepo kweli huko, basi anajua kumpa ni nani. Hapa duniani sisi katuweka hali kama hii, seuze huko akhira vile vile. Nyota njema yaonekana alfajiri bwana. Watazame hao kina Bilali wafuasi wako, hawamiliki hata mkate wa kula vile vile, basi na vile vile akhira hawatakuwa na kitu hao. Bwana mtume alikuwa mnyonge sana kwa kutupiwa sifa hii kwa hakika, kwa sababu akimdhalilisha, na kwa hakika Mwenyezi Mungu alimkunja kunja akamfanya kwamba hana kitu siku za mwanzo, wakawa wanamwaibisha kwa ufakiri. Basi Mwenyezi Mungu akamletea maneno haya, Muhammad mtume wangu, kama unataka kuthibitisha ufalme wangu ulivyo, na kukumbusha tu kwamba alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Yote hayo ya kutoshe kabisa Muhammad kwamba mimi Mola wako ni Mola ambaye ni mwenye uwezo mkubwa sana. Kwanza kubali kwamba nipo, usiokadhani kwamba labda nimetoweka, nishakwenda zangu, au kuna yoyote mwenye nguvu kaniondosha katika ufalme. Hapana, nipo, na sio kama nipo tu, bali nina habari na wewe na kila aliyemja wangu, namjua hali alionayo, na uwezo wa kumbadilishia hali alionayo mimi nao. Kwa upande wako Muhammad,
warafa'na laka dhikraka. Basi kama umeyathibitisha hayo, nakwambia jengine, fa inna ma'al usri yusra, basi hakika pamoja na uzito kuna wepesi unakuja. Hakikisha hivyo. Inna na aya 6 pamoja sambamba, kwa hakika nakwambia tena kwa taukidi, ni kurejeshea maneno hayo, kwa sababu labda shaitani anaweza kuja kukuzibia hapo, ukaona itamkinikaje hivyo mie watakwenda unakwenda kuhiji, watakwenda, lakini mie kwa hivi nilivyo maisha yangu mie, lini itakuja safari kama hiyo? Kuna baadhi ya wakati binadamu anaweza akajitajia akajiona hivyo, lakini Mwenyezi Mungu anamwambia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jambo la kukata tamaa ni dhambi kubwa. Nabii Yaqub alayhi salam aliwaambia wanawe wakati anawasisitiza kwamba idhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, nendeni mkamtafuta Yusuf na ndugu yake. Mimi sasa inanijia kwamba kwa haya wanamtawaona. Wala tayasu min rauhillah, na wala msikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Innahu la yayasu min rauhillah, hakika hakati tamaa katika kuzipata rehema za Mwenyezi Mungu illa alqaumul kafirina, isipokuwa labda watu makafiri. Tabia ya kuvunjika moyo, tabia ya kikafiri. Ogopa kuvunjika moyo kirahisi rahisi hivi, unaingia kafirini. Manake unaingia kwenye kuzikanusha neema za Mola wako. Lakini siku yoyote ile wewe jipe moyo, kuwa na nguvu. Qur'ani inakushajiisha ya kwamba uwe na maneno kila mara wewe ukiyasema kwamba fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Qur'ani iwe inakupatia nguvu kama hiyo. Hata kama unajiona mkono wako na mguu wako sasa hautikisiki tena kitandani, lakini sema kila wakati fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Usiokasema kwamba basi nimekwisha, ujesha bado. Muonyeshe Mwenyezi Mungu kwamba umeridhia makazi aliyokupa na huna wasiwasi nayo na si mnyonge nayo, huku ukiwa na imani kwamba wepesi kama ukuona hapa utakwenda kuona wepesi pahala pazuri zaidi, pahala pa milele. Hapo kwa hakika pataka wepesi mkubwa sana tuone. Maana kuna wengine watakuwa katika maisha ya dhiki sana, maisha ya taabu makubwa. Hata wakiomba msaada wapewe maji na chakula na kila kitu, na watu wa peponi watakataa. Watawaambia inna Allaha haramahuma ala alkafirina, vitu mnavyoviomba viwili hivyo ameviharamisha Mwenyezi Mungu kwa makafiri. Yani huko ni kwa penye uzito mkubwa mno, anakata tamaa kabisa mtu kwamba labda ataipata rehema Mwenyezi Mungu. Kama pahala pa kukata tamaa, basi huko akhira ni pahala pake, na hakati tamaa ila kafiri. Kwa mfano, miongoni mwa watu kata tamaa akhira ni watu ambao wametoa nafsi za wenzi wao duniani bila ya makosa ya kuuawa, walioua au wakatoa msaada wa kuua japo kwa nusu ya neno. Man aana, Mtume anasema yoyote aliyetoa msaada akasaidia ala katli muslimin, juu ya kuuawa Muislamu, walau bishatri kalima, hata kama msaada wenyewe ni kwa nusu ya neno, neno zima uktul, muue, yeye akafikia kafika mwisho tu kaashiria, basi huyu kama kasaidia kuuawa mtu bure. Wachilia mbali aliyovurumisha risasi ya moto kumpiga mtu, wachilia mbali aliyoinua upanga kamwekea mtu kichwani, wachilia mbali aliyoweka sumu kwenye chakula kamtilia mtu. Man aana, aliyesaidia tu ala katli muslimin, juu ya kumuua Muislamu, basi jaa yauma alqiyamati, atakuja siku ya kiyama, maktubun baina ainaihi, hali ya kuwa ameandikwa katikati baina macho yake. Akitoka kaburini pana maandishi hapa, maandishi yanasomeka ayisun min rahmatillah. Huyu ni mja aliyekata tamaa katika kupata rehema za Mwenyezi Mungu, katu hazioni, kaua hapati kabisa. Huko ndo katamaa. Ama Muislamu hatakiwi akatamaa hapa duniani, madhali pumzi zake zinakwenda zikirudi, awe na tamaa kwamba dhambi yake itasamehewa. Yeye atakiwalo ni kurejea kwa Mola wake kikweli kweli, kwa kuleta taubatan nasuha katika maradhi yake alionayo. Aweke imani ya kwamba maradhi yale tahurun la ba'asa, ni chombo cha kumtahirishia madhambi, hakina ubaya wote yule. Awe inampa tamaa zaidi maradhi yale kwamba inshallah akhira nitakuwa mtu na mie. Sahaba mmoja alimuuliza Mtume, alikuwa mlemavu, akamwambia hivyo, mimi ya Rasulullah kama nitauawa katika jihadi,
Mwenyezi Mungu akanipa mguu wangu mimi niwe mzima, ninakwenda peponi na mguu mzima hii? Akamwambia leo sana tu, sana tena sana. Tena mimi sasa hivi unaniambia hivyo kama kwamba ninakuona